Hello guys, welcome back to my channel. My name is Sarah Brainy 254. Karibu sana wa YouTube channel yangu. So guys, nataka kushare hii story kidogo. Nataka tushauriane hapa. Kwa sababu watu wanapitia mambo mengi kwa kujitakia. Sasa naongelelea watu wenye wanafanya kazi Gulf. Wacheni niwaambie, hizi nyumba za Kiarabu hizi, wacha kuchukua video za nyumba za Mwarabu. Sasa kuna msichana yuko mahali anateseka. Kuna msichana mahali analia. Unajua, sio kila kitu chote unaona TikTok unafuatilia, ama sio kila kitu chote unaona mtu anaposti anakuambia fanya hivi na unakifuatilia. Zingine hazikuangi za kujenga guys. Kuna msichana alikuja Saudi, amemaliza miaka 4 kama mimi kwa hiyo nyumba. Na sasa imefikia wakati wa kwenda nyumbani. Kumbe, wacheni niwaambie, unasikia mtu anakuambia nenda kwa TikTok, block boss wako, block vifaranga vyake, block mpaka Wainguru. Waititu wote wa block. Lakini utakuwa umeblock hao. Lakini hao watu wanaoananga makazini au kazini zao utawapeleka wapi? Hao wenye wanakujanga hapo kukunya kahawa kila jioni. Unajua tofauti ya hao Waarabu ni nini? Wakikuja kwa nyumba wamejifunika. Na si rahisi kama hiyo nyumba iko na kijana watoe hiyo ninja hao. Ni ngumu sana kutoa hiyo ninja yenye huwa wamejifunika. Ni ngumu sana kutoa. Utajua mtu namna gani? Wewe wacha nikuulize, wewe ulichukua muda gani kujua watu wa hiyo familia? Kama ushamaliza miaka 2, mtu wa mwaka 1 hawajawajua wote. Lakini mimi nilichukua miaka 2 kujua watu. Mwanzo kwa hii nyumba yenye niko mimi, nilichukua kama miezi 6. Mimi kwangu kuna wakaza wana 4. Wale wenye walikuwa hapa ni 3. Mimi nikikuja nipata 4, mmoja anaishi nje, 3 ndio walikuwa juu. Lakini wakikuja wamejifunika. Wakikula mtu bado amejifunika, akipanda juu amejifunika. So nilikuwa natofautisha na watoto. Watoto ndio nilitangulia kujua. Je, wewe ulitangulia kujua nani? Unajua utawablock hao mabosi wako TikTok, lakini utablock makazi juhuda namba zao. Na ukiposti hizo videos TikTok ndio zitakuchongea. Wajeni niwaambie, mnatafuta followers TikTok na ilipi? Mnatafuta vitu vingi TikTok. Kuposti nyumba ya Mwarabu ni kama kuposti roho yako kwa shetani. Kuposti nyumba ya Mwarabu ni kama kuuliza, mimi nataka kuenda, nitaenda mbinguni siku gani? Wacheni niwaambie, wachana na nyumba ya Mwarabu. Nyumba ya Mwarabu si ndugu yako. Can you imagine mtu anachukua video, amepanda kwa kitanda ya Waiguru, ako na pombe, ametengeneza pombe. Hebu fikirieni hizo vitu. Nyinyi mnaona kama mimi? Mtu ako na pombe kabisa. Yaani umetengeneza, umechukua tamarik, umechukua mira, inaitwa mira ama inaitwa nini? Amira. Inaitwa Amira ama inaitwa Amira. Unachukua, unatengeneza pombe. Alafu wakati unakunywa, unachukua hiyo kitu, unapanda juu ya kitanda wa Waiguru, unaposti video. Can you imagine that? Na hiyo video inakuwa iko na, unapata likes 7,000. Hizi likes 7,000, unajua moja ni ya mmoja wa familia. Lakini hao kwa vile wanataka ufanye kazi kwa nyumba yao, hawatakuuliza saa hii. Hawezi kukuuliza saa hii. Ngoja ile siku ndaenda nyumbani. Alafu kuna wale Waarabu wanachokanga bure tu. Mtu anasikia tu amechoka na wewe amekuchukua, hata kama amekununua pesa. Unajua kuna Mwarabu pesa kwake si shida. Kuna hao wachana nao maskini hao wenye tunafanyia huku mtu maskini. Kuna Mwarabu mwenye ana shida na hiyo, ana shida na pesa, hata kukurudisha Kenya na kurudisha na analeta mwingine. Sio wote wanasikianga uchungu ati na pesa au kwa vile walikununua hawezi kukurudisha. Ama hawezi kukufukuza. Kuna wale wenye hawajali vitu kama hizo. Can you imagine umeongea na Mwarabu, nitaenda Kenya, nitarudi. Ukirudi tu, ukisema utarudi, hiyo siku naenda anatoa zile videos. Alafu unaenda unatupwa desert. Mliona huko desert vile watu wametupwa huko. Unaenda unatupwa. Mwenzangu ukishamaliza contract yako miaka 2, ukao kujua agent wako hakujui na hakutambui. Ni wewe na Mungu wako. Maybe unaweza kuenda kwa embassy. Na mimi ninataka kutoa namba. Kuna namba nitatoa hapo. Kuna namba nitatoa guys.
Ukiwa uko na shida ile imezidi, unaweza kutafuta hao watu na watakusaidia. Unaweza kutafuta hao watu na watakusaidia. So usione kama unafanya video. Unajua mimi boss wangu aliona TikTok yangu ya kwanza. Ile nilifanya nilidelete hiyo TikTok. Lakini bado iko inafanya kazi. Nikaidelete. Kuidelete kuja kuangalia juu hata sikuwa nimepost. Nilikuwa nimepost tu mbuzi na ngamia hizo vitu. Lakini waliona. Guys, wachaneni na vitu za Mwarabu. Wachaneni na kuposti. Ile siku nataka kuenda nyumbani. Huyo Mwarabu atataka kujuta aende urudi ama utanini. Kuna Mwarabu akisha kukuchoka amekuchoka. Kukuregesha tena anakuregesha ama anaenda anakutupa huko desert. Kumbuka wewe umemaliza miaka 2 na umeongeza. Hii naongelelea yule mtu mwenye ameongeza contract. Mwenye yuko kwa mkataba saa hii. Kama mimi. Unajua mimi siko kwa mkataba. So nikikuwa tu kichwa ngumu. Hawa watu wangu wanaweza nitupa huko desert na nikapotea. So wewe unayeposti video zako TikTok, ukikanyanga kitanda ya Mwarabu, unaposti watoto, unaposti nyumba, unaposti wapi, ujue unajichongea. Ujue wewe unajichongea. Usiye kufanya hizi vitu kwa nyumba ya Mwarabu. Kwa ukiheshimu Mwarabu, mimi najuanga Mwarabu si mbaya, lakini pia sisi kandama tunakuanga wabaya. Kwa sababu sisi tunachukua jukumu ya mtu amekwambia sitaki kukuona TikTok. Ukikuja ulikuja na kabambe, amekubaia simu. Uko nayo, anakwambia sitaki TikTok. Na wewe una download TikTok unaanza kuposti video. Ile siku naenda nyumbani mwenzangu anachukua ile simu anatoa zile video. Na unajua sheria huku kuna vile huo inasema. Si kama sheria ya Kenya. Kuna zile sheria ilitoka 2021, 2022, all 3. Hakuna kuposti nyumba ya Mwarabu, ukishikwa utafungwa. Hiyo sheria iko na akikupeleka akikufunga. Si wewe umepotea? Can you imagine ukae 3 years kwa boss wako, alafu upelekwe jela? Ulikuwa na tamanio yako. Unajua mimi kitu huo inaniregesha mawazo yangu na sitawahi choka kusema ni watoto wangu. Watoto wangu ndio wanafanyanga mawazo yangu irudi na nyuma. Juu kila mtu anajua vile ameacha watoto wake. Umeepuka zote, umeepuka hata una urafiki na bwana wa boss wako, una urafiki na vijana, uko hivyo umekauka. Lakini unakuja kufanya mistake moja tu, kuposti vitu za Mwarabu, kuposti tu nyumba ya Mwarabu. Sasa angalia msichana miaka 4. Sijui huyo boss atamfanyia nini. Na kuna vitu zingine hata ukipigia embassy guys hawakusaidii. Unajua pia ukipigia embassy watu wanataka namba za embassy tupatie. Lakini ukipiga watakuuliza maswali. Tena embassy ya Kenya ni nzuri sana. Mimi nilienda kutafuta passport hapo. Ni nzuri sana na watu wako wazuri. Kupata hata namba ni rahisi sana. Lakini ukipigia embassy watakuuliza umefanya nini na umefanya nini. Boss wako apigiwa ulizwe na wewe upigiwe ulizwe mkiwa hapo. Ukipatikana uko na makosa watakusaidia kivipi? Unajua pia na sisi mpaka tujiangalie. Si ati kila kitu tunasingizia saa nyingine embassy yetu ifanye kazi nini, na sisi wenyewe ndio wabaya. Sisi wenyewe ndio wabaya saa nyingine. So guys, be careful kwa nyumba ya Mwarabu. Wacha kupost. Kwani ukifanyia video kwa room yako bila kuposti, mwingine unaona amechukua video sitting room yote vile inafanana. Oh my god, Waarabu hawapendi hivyo. Si wote wako kwa media, lakini si wote wabaya na si wote wazuri. So guys, be careful. Unataka kwenda kwenu salama, epukana na vitu za Mwarabu. Na kama uliingia kwa hiyo nyumba ukaanza kufanya kazi kwa nyumba moja ama ingine, ukiwa umbakisha mwezi mmoja kwenda nyumbani ama miezi 2, continue tufanye hiyo kazi hiyo miezi 2 umalize. Kazi ndio itakuwa mingi juu watakuwa nakuita kila wakati kwa hizo nyumba kwa sababu wanajua unaenda nyumbani. Jitahidi umalize hii mwendo salama. Usibishane nao watu. Mwenzangu ukibishana, watu sijui waliumbangwa namna gani, lakini ukibishana nao watu unabishana na kifo. Usijaribu kushinda ukibishana nao. Unabishana na kifo. Wewe fanya hivi, mtu akikwambia hivi fanya. Lakini kama uko na video kwa simu yako za boss wako, za nani, za futa zote, asipate sababu wakati unaenda nyumbani. Futa. Hata ikitakikana flash hiyo simu ikuwe ina TikTok. Juu acha nikwambie ile siku ya go home
Hata wengine wanakuwekea hizi, wanakuwekea dawa. Ukienda tu nyumbani. Sasa tuko na matanga ya msichana mwingine alikufa baada ya kuenda nyumbani. Alafu ukifika nyumbani pia ujue wachawi wako hawalali. Tusione tu Arabu. Ujue pia wachawi wako hawalali nyumbani, okay? So guys, continue to subscribe. Nitawekea namba hapo kwa comment, chini ya comment yangu. Kama uko na shida, unataka usaidizi, kusaidiwa, lakini ikuwe ni shida serious, unapata. Yes, ikuwe ni shida ile serious, si shida ovyo ovyo. Hata kuna wakati nilipini hiyo namba kwa video fulani, lakini sikumbuki hiyo video ilikuwa ni gani. Ni kitambo sana, ni video za kwanza. So sikumbuki. So guys, continue to subscribe. Heshimu nyumba ya Mwarabu na utaishi vizuri. Utaiteseka, utawaipata shida. Ogopa kuposti vitu za Mwarabu. Hiyo ndio kitu naweza kukuachia nayo. So Mungu akubariki na Mungu akulinde. Barikiwe sana na wapenda wote.